Habari ndugu msikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano. Leo nataka nikwambie adui mkubwa wa mahusiano. Basi, moja ya hadithi iliyonichekesha sana na kusikitisha ni hii. Mke alichukua mkopo kwenye mashirika, kisa sherehe na zawadi za Valentini kwa ajili ya mume wake. Mume akashangaa, mbona mke ana hela hivi? Hakuelewa. Valentini ikapita, hela zikawa zimeisha. Baadaye ikagundulika alikopa kwa ajili ya siku hiyo. Kilichoanza kama sherehe kikageuka migogoro. Upendo ukaanza kupoa, heshima ikaanza kupasuka, na kama mzaa vile ndoa ikafa kabisa. Ama kweli jamii ina mambo mengi sana. Lazima tutoe elimu ya busara. Unapopata haya masomo, share na wengine. Ngoja nikwambie ukweli mchungu. Kijamii, Valentine Day haifanyi watu wapendane, ila inawalazimisha waonekane kama wanapendana. Hii ndio Valentine Day inavyosema. Ndo maana ukiwa single, jamii inakufanya ujione una kasoro. Ukiwa kwenye mahusiano, unabanwa uthibitishe mapenzi yako. Usiposherekea, unaonekana huna hisia au upendwi. Hii inapelekea kuwalazimisha watu waposti wapenzi zao, wake zao, waume zao siku hii. Angalia status nyingi kwenye WhatsApp. Siku ya Valentine zilijaa picha, maua, maneno matamu, zawadi, video za out. Watu wanaposti sana, na hata yule asiyeposti atalazimika kutafuta bando aposti ili naye aonekane yupo kwenye mstari. Main point yangu ni ipi? Jamii imuone na yeye anapendwa, yaani na mimi nina wangu. Hiki hapa kisa kilichotokea mwaka mmoja 2025. Hebu kisome vizuri. Valentine ilifika. Mke akamposti mume wake kwa picha nzuri na maneno matamu. Mume hakujibu na hakuposti chochote. Mwanamke akashangaa, mbona hana upendo kwangu? Kwa nini hajaposti? Migogoro ikaanza, mara mapenzi yakapoa. Ndani ya wiki moja ndoa ikaanza kuingia kwenye mvutano mkubwa kama matani vile. Mapenzi yakafa na ndoa ikafa. Ngoja nikushauri hiki kitu kwanza. Leo tuangalie na jamii wazi kabisa. Upendo si siku moja ya kalenda. Upendo si siku moja ya kalenda. Upendo si zawadi ya shinikizo. Upendo si picha status kwenye WhatsApp au Instagram. Upendo si mashindano ya kuonekana. Upendo si picha nzuri tu za cop goals. Upendo si kuonyesha wengine una pesa au unaweza kununua. Upendo si ukurasa wa Facebook, TikTok au Reel tu. Upendo si zile like zinazokusanya heshima ya muda. Upendo si kuhakikishia wengine unapendwa. Sikiliza Biblia inavyosema. Waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto 13:4 hadi mstari wa 7 unasema hivi: upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, upendo haujivunii, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahi udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo ni matendo yanayothibitisha kuwa mtu anajali mwingine na anathamini na anamlinda. Baada ya sherehe ya Valentine kumekuwa na kesi nyingi na madai mengi sana na habari zisizo sahihi. Kwa mfano, utasikia mume, mke au mchumba akisema, mbona huna mapenzi kwangu? Mbona hukuposti picha yangu? Mbona huna zawadi kwangu? Mbona huna maneno ya upendo kwangu? Sasa nisikilize, nikwambie. Usiruhusu jamii ikukimbize. Usikubali kuthibitisha thamani yako kwa sherehe. Usijilinganishe na status za watu. Usijikopeshe pressure ili uonekane unapendwa. Kama hupendwi, usijilazimishe kuingiza watu waone unapendwa. Na kama uko single, huna kasoro, bali umeamua kuwa single. Na kama unapendwa, nisikilize sasa. Thamani yako haipimwi na tarehe, haipimwi na zawadi, haipimwi na status. Huu ni upendo. Kama unaamini unapendwa, basi tambua kwamba thamani yako haipimwi na tarehe ya sherehe.
Thamani yako haipimwi na zawadi. Thamani yako haipimwi na status. Mtu labda kukuposti kwenye status ndio uamini kwamba mpenzi wako anakupenda. Hapana, hili si kweli. Basi kwa leo naomba nishie hapa, ila usisahau kusubscribe page yangu ili uendelee kujifunza na kujua nini tunatakiwa kujifunza siku zote. Asante na karibuni tena, tukutane siku nyingine.